Mwezi wa 4 unataka kushinda. Unataka kuona Mungu. Unataka kuona maajabu na miujiza kwenye maisha yako. Neno hili hapa. Kama unataka kushinda vita mwezi wa 4. Oh yes. Kama unataka kushinda uchawi, unataka kushinda uharibifu, unataka kushinda madeni, umaskini, vitu vinavyokutesa, mavifungo, mambo ya ajabu kwenye mwezi wa 4. Oh yes. Nisikilize kwa makini. Amina. Fungua kitabu cha Waamuzi. Waamuzi sura ya 7. Mwezi wa 4, yeyote anayetaka kushinda, huu ni unabii wako na ni ujumbe wako. Na baada ya hapo nadhani tutaenda kuingia kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani yuko tayari kushinda mwezi wa 4? Sijui nitawakumbusha mara ngapi kutokukalia vinywa vyenu. Haleluya. Nasema nani yuko tayari kushinda mwezi wa 4? Sema niko tayari. Kwa mwezi wa 4 unataka kushinda. Unataka kuona Mungu. Unataka kuona maajabu na miujiza kwenye maisha yako. Neno hili hapa. Unajua siri na wapaga afu mnaziacha hapo hapo. Yale Mungu ananiambia niwaambie na waambiaga afu mnaacha hapo hapo, baadaye mnaenda kumlilia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kile Mungu alichonituma ndicho ukitembea nacho utamuona. Amina. Ndio maana Biblia inasema muaminini Mungu mtadhibitika, uaminini manabii zake mtafanikiwa. Kwa kile Mungu ananiambia nikikueleza ndicho uponyaji wako. Naama alipoenda mbele ya Elisha akamwambia mwambie huyo nabii aje aniombea hapa. Mwambie Naamani yuko hapa. Elisha akatuma mjakazi wake akamwambia mwambie aenda ajichovye mto Yordani mara 7. Ndio atapona. Naamani akasema sangekuja tu aniwekee mikono mahali ninaumwa, ningepona tu. Kwa nini aniambia nikajichovye mto Yordani? No. Maagizo aliyokuwa amepewa na Mungu. Ni kweli kupitia kuombewa yeye alikuwa anawaza anaweza kupona, lakini ni lile neno alilopewa na Mungu kwa kinywa cha nabii Elisha ndilo lingemponya. Kwa yawezekana nao una mipango mingi na una vitu vingi ambavyo unaweza ukapangilia, ambavyo unahisi unaweza ukavifanyia kazi vikakusaidia mwezi wa 4. Lakini hata nikwambie ili neno ndilo litakalo kupeleka pale unawaza kwenda. Amen. Tuko pamoja? Amina. Kwa wakati Naamani anamwendea Elisha, alikuwa nayo mipango mingi. Alikuwa nayo mipango mingi sana. Oh yes. Alikuwa nayo mipango mingi sana ambayo alisema angeniwekea hata mikono, angeniambia hata nikajichovya mito Fiji, mito mizuri, sio hii mibaya. Kwa hiyo inawezekana mwezi wa 4 na wewe unayo mipango mingi sana. Oh yes. Una njia nyingi sana ambazo unahisi utazitumia zikufanikishe. Oh yes. Lakini leo nimekuja na neno la Bwana. Amen. Kuna wakati Petro alikuwa na ujuzi. Tuko pamoja? Yes. Amina. Petro alikuwa na ujuzi mzuri wa kuvua samaki. Amina. Alikuwa na uwezo mzuri wa kuvua samaki. Oh yes. Lakini Biblia inasema kuna wakati alijaribu kutupa nyavu usiku kucha, hakuona chochote. Amina. Lakini Yesu alipokuja akamwambia tufa nyavu eneo jingine. Oh yes. Petro akasema kwa neno lako, manake ujuzi wangu hapa umefika mwisho. Amen. Kilichobakia sasa hivi ni kwa neno lako. Oh yes. Kwa Mungu amenipa ujuzi, amenipa ujumbe kwa ajili ya mwezi wa 4. Amen. Yeyote atakayeweka ujuzi wake chini, Oh yes. akaamua kusikia neno la Bwana, Oh yes. na akatembea na hilo, Oh yes. huyo ndiye mshindi katika jina la Yesu. Amen. Kwa mwezi wa 4 ujumbe Mungu alionipa, Amen. hatutozitegemea akili zetu. Oh yes. Mwezi wa 4 usizitegemea akili zako. Amina. Mwezi wa 4 usitegemee ujuzi wako. Amen. Mwezi wa 4 usitegemee experience ulionayo. Amen. Mwezi wa 4 usitegemee uwezo ulionao. Amina. Mwezi wa 4 mtegemee Bwana. Amen. Mwezi wa 4 litegemee neno la Bwana. Amen. Yeyote atakayesikia haya ninayomweleza, Oh yes. Mungu atamuinua na kumpeleka mbali. Amen. Na mipaka kwenye maisha yake itavunjika na kuharibika. Sema amina kama tuko wote. Amen. Narudia, naona watu hawaandiki, wanajua naongea tu. No, huu ndo ujumbe sasa wenyewe wa mwezi huu wa 4. Nimekuambia unaweza kufanya mengi ambayo unayawaza wewe yatakusaidia, lakini neno la Mungu ndilo pekee litakalo kusaidia. Amina. Kwa mwezi huu wa 4 usitegemee ujuzi wako sana. Ni wale watakao litegemea neno lake. Amina. Ndio watakao ushinda, ndio watakao vunja mipaka.
Amen. ndo watakaoenda hatua nyingine kwenye maisha mwezi wa 4. Amen. Ndo watakao miliki mwezi wa 4. Amina. Hata kama unajua una experience ya aina gani kwenye kazi yako, Oh, yes. hakikisha unamtegemea Mungu. Amen. Hata kama una experience ya yoyote unayojua wewe, Oh, yes. una uwezo wowote unaojua wewe, Oh, yes. hakikisha ndani ya huo uwezo wako unamtegemea Mungu. Amina. Kwa mwezi wa 4, njia pekee ya kushinda ni kuamua kumtegemea Mungu. Amen. Ni kuamua kumwamini Mungu. Amina. Ni kuamua kuliamini neno la Mungu. Amen. Kwa watu wengi watakaotegemea ujuzi wao watakuwa kama Petro alipokuwa peke yake akivua samaki. Wengi watakaotegemea akili zao na nguvu zao watakuwa kama Petro alipokuwa akivua samaki wakati wa usiku kucha. Amina. Wakati Petro anavua samaki usiku kucha, Biblia inasema hakupata kitu chochote. Oh, yes. Kwa mwezi wa 4, yeyote atakayetegemea experience yake, Oh, yes. nguvu zake, uwezo wake alionao, Amina. ataishia kuambulia patupu. Oh, yes. Ni yule tu peke yake atakayemwamini Bwana Amina. na kuliamini neno lake na kulifanyia kazi, Amen. ndiye atakayeona mafanikio katika jina la Yesu. Amen. Kwa mwezi wa 4 kuna watu ambao wanaenda kumwamini Mungu. Oh, yes. Mwezi wa 4 kuna watu wanaenda kuinua imani zao zaidi kumtegemea Mungu. Amen. Mwezi wa 4 kuna watu wanaenda kusalimu amri mbele za Mungu. Amen. Wanaenda kusalimu akili zao mbele za Mungu. Amen. Na wataenda kuona ushindi katika jina la Yesu. Amina. Ni kama upande huu ndio kuna Mungu leo. Nasema mtashinda katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mwezi wa 4 usifanye makosa Oh, yes. kutegemea pesa ulizonazo. Amina. Ukitegemea pesa ulionayo itakuangusha. Amen. Ukitegemea watu ulionao watakuangusha. Amen. Ukitegemea nguvu ulizonazo zitakuangusha. Amen. Ni wale watakao mtegemea Mungu. Kwa hata kama hauna nguvu, Oh, yes. wewe utakayemtegemea Mungu, Oh, yes. utamshinda aliyekuwa na nguvu. Amen. Hata kama ulikuwa hauna uwezo, Oh, yes. wewe ukiamua kumtegemea Mungu Oh, yes. na uwezo wako mdogo huo, Oh, yes. ninaona ushindi mbele yako katika jina la Yesu. Amen. Kwa mwezi wa 4 hakikisha chochote unachokifanya Amina. mtegemee Mungu. Amen. Hata kama unajua unaweza kuendesha, piga magoti mwambie Mungu, bila wewe siwezi. Amen. Hata kama unajua una ujuzi mzuri wa kupika, mwambie Mungu, bila wewe siwezi. Amina. Kwa watu wengi wanaotegemea nguvu zao na akili zao mwezi wa 4 wataferi. Oh, yes. Ni wale tu watakaomtegemea Mungu ndio watainuka kama mashujaa. Amen. Kwa nimekuaso mapema, nimekutangazia mapema neno hili kutoka kwa Mungu. Nimeingia maombi na Mungu amenisemesha kwa ajili yako. Amina. Mwezi wa 4 Oh, yes. ni yule tu peke yake atakayemtegemea Mungu. Amina. Ushindi ni wake katika jina la Yesu. Amen. Nisomee Waamuzi sura ya 4, anasemaje? Kitabu cha Waamuzi sura ya 7, Waamuzi sura ya 7 mstari wa kwanza pale na wa pili. Waamuzi sura ya 7 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, kisha Yerubari yani Gideon na watu wote waliokuwepo pamoja naye wakaondoka na mapema. Tuko pamoja hapo? Amen. Wakapiga kambi ya karibu na kijito cha Harodi. Na kambi ya Midiani ilikuwa upande wao wa kaskazini, karibu na mlima wa Moel bondeni. Mstari wa pili. Bwana akamwambia Gideon, watu hao walio pamoja nawe ni wengi mno, hata nikawatia wa Midiani katika mikono yao. Wasije Israeli wakajivunia juu yangu wakisema, mkono wangu mwenyewe ndio ulioniokoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Gideon alikuwa anaenda kupigana vita. Wakati Gideon anaenda vitani, alikuwa nalo jeshi kubwa sana, Yes. na watu wenye ujuzi. Oh, yes. Mungu akasema, akamuita Gideon akamwambia, nikiacha watu hawa walivyo wengi pamoja na wewe, Oh, yes. wapigane vita, watainuka, wanasema ni nguvu zao na ni wingi wao ndio uliowapa ushindi. Amina. Kwa Mungu akamwambia Gideon, nitakupa majaribu uwapitishe watu hawa. Kwa ajili gani? Ili waweze kupungua. Oh, yes. Ili utakapoenda kupigana vita na jeshi dogo, Amina. na ukashinda umati wa wale watu, Amen. ujue ya kwamba mimi Mungu nilikuwa katikati yako. Amen. Kwa Mungu anamwambia Gideon, jeshi hili ulilonalo ni kubwa sana. Kwa nikikuruhusu ukashinda vita, utasema ni ujuzi wako, utasema ni uwezo wenu. Amina. Hamtosema Bwana alikuwa katikati yetu. Amen. Lakini nikiwapa ushindi iwapo mko wachache, Oh, yes.
Na mnaona kabisa jeshi tuliyopambana nalo lilikuwa ni watu wengi. Amen. Hata kwa uwezo wetu, hata kwa namna gani, hata kwa hasira gani tusingeweza kuwashinda. Ndipo sasa mtajua mimi Bwana nilikuwa katikati yenu. Kwa usishangae mwezi huu wa 4 kama kulikuwa kuna watu na wategemea, Mungu akawaondoa. Amina. Usishangae mwezi huu wa 4 kama kuna watu ulikuwa unawaona ni wa muhimu ndio msaada wako. Amina. Mungu kuwaondoa. Amen. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka ajionyeshe yeye ndiye anayekusaidia. Ndiye Bwana Mungu wako. Amen. Na ndiye msaidizi wako. Amina. Sijui ni wapi kuna malaika leo niongee nao hapa. Amen. Haleluya. Amina. Kwa Mungu anapungua jeshi la Gideon, analipunguza jeshi la Gideon. Amina. Anamwambia hawa watu, angalia Mungu kitu anachochukia. Mungu kumbe issue ya Mungu sio wewe kushinda. Issue ya Mungu sio wewe kupata utajiri. Amina. Issue ya Mungu sio wewe kufanikiwa. Amen. Issue ya Mungu sio wewe kupona. Ni nani atakayetukuzwa kwenye kupona kwako? Ni nani atakayetukuzwa kwenye kufanikiwa kwako? Ni nani atakayetukuzwa kwenye kuinuliwa kwako? Hicho ndicho Mungu anachoangalia. Kwa habari ya kushinda vita Mungu alioni hilo. Kwa habari ya wewe kupona hilo Mungu alimsumbui. Kwa habari ya wewe kufanikiwa Mungu alimsumbui. Kinachomsumbua Mungu katikati ya kupona kwako, katikati ya kufanikiwa kwako, ni nani atakayesifiwa? Ni nani atakayevuniwa? Ni nani atakayeinuliwa? Hilo ndilo jambo linalomsumbua Mungu. Amina. Ndio maana Mungu akamwambia Gideon, nitapunguza jeshi lako. Utabakiza watu wachache. Na wale watu mnaoenda kupambana nao ni wengi kuliko nyie. Amina. Lakini nitawapa ushindi. Amen. Kwa nini Mungu alifanya hivyo? Ili ajitwalie utukufu katikati ya vita. Amen. Kwa kuna watu Mungu amewapunguza kwenye maisha yako. Si kwa sababu alikuwa hataki wawepo. Amina. Si kwa sababu alikuwa anataka waondoke. Amen. Ni kwa sababu wao ndio umewategemea sana. Amen. Kiasi kwamba hata Mungu alipokusaidia ulihisi ni kwa sababu una watu ulionao. Amina. Kiasi kwamba hata Mungu alipokuponya ulihisi ni kwa sababu ya watu ulionao. Haukuwaza kumtukuza yeye. Amen. Mungu akaamua kuondoa kwenye maisha yako. Amina. Ili sasa yeye ajitwalie utukufu. Mwezi huu wa 4 ninatangaza tena, yeyote atakayeinua moyo wake, atakayeinua moyo wake kumtumainia Mungu na kuliamini neno la Bwana, ninaona ushindi usio wa kawaida mbele yake, kwenye uchumi wake na hata kwenye mafanikio yake. Sema amina iliyo hai. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kama kuna watu unawaona kwenye maisha yako, unawategemea, unaona ni kupitia wale ndo wewe unafanikiwa, Mungu atawaondoa. Amina. Siku zote Mungu akitaka kujitwalia sifa ama utukufu kwenye tatizo lako ama kwenye maisha yako, atahakikisha anapeleka mbali ama anaondoa kila kitu ambacho kinaweza kukachukua utukufu wake. Amina. Atahakikisha anaondoa kwenye maisha yako chochote ambacho akikutendea muujiza unaweza ukakiwaza kwenye akili yako. Ili atakapokutendea ubaki unasema hakika ni Mungu. Amen. Gideon jeshi alilopambana nalo na wanajeshi aliyokuwa nao, asingeweza kuishinda ile vita. Asingeweza. Kwa Mungu alifanya vile ili Gideon abaki anamwazia Mungu. Wakati anapigana vita akili yake imwelekee Mungu, sio jeshi alilonalo. Kwa Mungu alichokuwa anazuia Gideon, namba 1, alijua Gideon bila shaka akiingia vitani atakuwa anajiinua, kwa sababu akiangalia nyuma anaona ana jeshi kubwa sana. Kwa Mungu akaamua kufuta akili ya Gideon. Amina. Asiangalie jeshi alilonalo, amwangalie yeye. Amina. Sweet. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa Mungu alichotafuta kwa Gideon ni kufuta kwenye akili yake. Kuangalia jeshi alilonalo. Amina. Kuangalia pesa ulizonazo. Kuangalia mali ulizonazo. Amen. Mungu atahakikisha nafuta kwenye akili yako. Amen. Kuangalia vitu ulivyonavyo hapa duniani. Amen. Umtazame yeye peke yake. Amen. Kwa Mungu kilichomsababisha afute jeshi lote la Gideon. Alitaka Gideon anapoenda vitani akigeukia jeshi lake hivi, anaona kabisa hapa hivi na hili jeshi tunaenda kupambana nalo hamna kitu hapa. Mungu alitaka Gideon aondoe macho yake kwenye ujuzi na uwezo na wingi wa watu waliokuwa nao. Amina.
aelekeze moyo wake kwa Mungu. Amen. Kwa namba moja, mtu anaenda kushinda vita mwezi wa 4. Oh yes. Ni yule atakayeelekeza moyo wake na macho yake kwa Mungu. Amen. Sio tena kwenye biashara ulionayo. Amina. Sio tena kazi ulionayo. Amen. Sio tena nguvu ulizonazo. Amina. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ambacho hataki ni wewe kuweka macho yako kwenye vitu. Oh yes. Anataka uweke macho yako kwake. Amen. Kwa watu wengi mmepoteza vitu vyenu vya muhimu kwenye maisha yenu. Amina. Kwa sababu mliviwekea macho. Amen. Hata kama una hera, Oh yes. unajua hii pesa inaweza nifanyia kitu fulani. Oh yes. Usiweke tumaini lako kwenye hiyo pesa. Amen. Weka tumaini lako kwa Mungu anayeweza yote. Amen. Tuko pamoja? Amina. Hata kama unajua hera ipo. Oh yes. Hata kama unajua kazi ipo. Oh yes. Hata kama unajua unachokihitaji kipo. Oh Hata yes. kama unajua wasaidizi wapo. Amina. Bado wafute kwenye akili yako. Amen. Mweke Mungu peke yake. Amina. Mwezi wa 4. Oh yes. Ikiwa utanielewa hichi ninachosema na wewe, Amen. utaona ushindi. Amina. Nimelisema hili kwako, sio kwamba nilikuwa nakutolea mfano. Nilikuwa nakutabiria. Oh yes. Kuna tenda nyingi umezipoteza. Amina. Ulipopata tenda, Oh yes. ukaanza kuwekea moyo wako kwenye ile tenda. Oh yes. Ukaanza kuwazia ile tenda. Oh yes. Na hata ukaanza kupiga mahesabu ya ile tenda. Oh yes. Nikipata haka kahera nitafanya 1 2 3. Amina. Kumbe ndo huko unaipoteza bila kujua. Amina. Unapaswa kupiga mahesabu kulingana na Mungu na sio kulingana na tenda. Amen. Mnaweza kushuhudia nyie wenyewe. Kuna watu wengi hapa ulipoahidiwa pesa, Oh yes. ulianza kuipigia mahesabu hata hiyo pesa haijaingia mkononi. Amina. Wengi hizo pesa zote mlizozipigia mahesabu hata kabla hazijaingia mikononi. Kumbuka vizuri, hazikuje kwenye mikono yako. Kuna kitu kilitokea kikazizuia hizo pesa zikuweza kuja. Yes. Kwa nini? Sio shetani, ni Mungu mwenyewe aliamua kuzizuia. Amina. Kwa nini? Kwa sababu anaona moyo wako na matumaini yako umeweka kwenye zile pesa. Amina. Na sio kwake yeye. Amen. Kwa maana yake hata kama kuna tenda, hata kama ukiahidiwa pesa, bado moyo wako, akili zako kaendelea kuziweka kwa Mungu, kana kwamba zile pesa hazipo, kana kwamba vile vitu havipo, utavitumia na utaviona. Amen. Ni wangapi mnaelewa ninachokiongea hapa? Amina. Fuatilia pesa nyingi ulioahidiwa kwamba nitakupa pesa fulani, nitakupa kazi fulani, ukaanza kupiga mahesabu kwenye hii pesa. Nikipata hii pesa nitafanya 1 2 3. Ulipopiga yale mahesabu, hilo hela ilikujaga? Hapana. Wengi 90% hiyo pesa hiji. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaona moyo wako wote umeelekeza kwenye vitu na sio kwake. Amen. Kwa ndicho Mungu alichokifanya kwa Gideon. Anamwambia nitakuondolea jeshi lako, nitakuachia jeshi kidogo, ili usije ukalitazama jeshi lako ukajivunia kwamba umeshinda vita kwa sababu ya jeshi lako. Oh yes. Ile ukiangalia jeshi lako ugundue kwamba umeshinda vita kwa sababu ya nguvu zangu. Amen. Kwa yeyote anayetaka kushinda mwezi wa 4, weka moyo wako kwa Mungu. Amen. Weka tumaini lako kwa Mungu. Amen. Usiwazie mali ulizonazo. Amina. Usiwazie biashara ulionayo. Amen. Unadaiwa kodi, usiwazie biashara ulionayo. Amen. Unadaiwa vikoba, sijui vitu gani, usidaiwe kazi ama pesa usiweke tumaini lako kwenye pesa ulioahidiwa na mtu kukulipia. Weka tumaini lako kwa Mungu anayeweza yote. Amen. Usiwe mvivu wa kupiga magoti. Amen. Mwezi wa 4 usiwe mvivu wa kupiga nini? Magoti. Usiwe mvivu wa kupiga magoti. Mwezi wa 4 anza siku yako na magoti, maliza siku yako kwenye magoti. Amen. Unapoamka asubuhi, kabla hujafanya chochote, nenda magotini. Yes. Mwambie Mungu, bila wewe siwezi. Amen. Ninaomba unitangulie Bwana. Amina. Ninaomba uende nami. Amen. Kazini kwangu uende nami. Amen. Kwenye biashara yangu uende nami. Amen. Kwenye utafutaji wangu uende nami. Amen. Hakikisha siku yako mwezi wa 4 unaianza kwenye magoti. Amina. Na unaimaliza kwenye magoti. Amen. Wakati wa kumaliza, weka magoti yako chini. Amina. Mwambie Mungu, mpaka sasa ni wewe uliyenisaidia. Amen. Mpaka sasa ni wewe uliyeniwezesha. Amen. Hata hichi kidogo nilichokipata ni wewe uliyenisaidia, nimekipata. Amen. Sifa na utukufu na kurudishia wewe. Amina. Shukuru Mungu, pumzika. Oh yes. Na naongea naye hapa. Amina.
Usijeenda fanya mambo yako bila kumshirikisha Mungu. Yes. Mwezi huu wa 4 jitahidi sana kwa kadri uwezavyo. Mambo yawe ni mazuri ama ni mabaya, mshirikishe Mungu. Amen. Na ninapoongelea kumshirikisha Mungu sio issue ya maneno. Mungu haangalii, Mungu sio mwanadamu kwamba anasikiaga maneno yetu. Tuko pamoja? Amina. Mungu anaangaliaga moyo wako. Yes. Ndio maana watu wengi wanapoomba maombi hayajibiwi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu asikilizi maneno kama mwanadamu. Mungu anaangalia moyo wako. Kwa unapokuwa unaomba, position ya moyo wako ndio Mungu anaiangalia. Amen. Kwa kama ukiwa unaomba Mungu akaangalia moyo wako, umemwangalia yeye. Amen. Unajua unazuka uko bize unaomba, lakini moyo wako unamwangalia fulani. Moyo wako unawazia pesa fulani. Moyo wako unawazia kazi fulani. Mungu akiona maombi yako, unachokitoa mdomoni na unachokiongea huko moyoni ni vitu vile tofauti. Kwa unaweza ukashangaa kwa nini watu wengi wanaomba lakini hawajibiwi, kwa sababu ya vitu kama hivi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu atazami maneno yako. Mungu huchunguza mioyo yetu. Amina. Moyoni. Yes. Uko bize, Mungu nisaidie, lakini moyo wako umeuweka kwa mume wako. Moyo wako umeuweka kwa shangazi. Moyo wako umeuweka kwa nani? Kwa fulani. No. Mungu akishachungulia ndani ya moyo wako na maneno huko nje unayoongea, akiangalia ndani ya moyo wako anagundua we moyo wako haumwazie yeye, unamwazia fulani. Kwa Mungu ataachana na wewe, utasema Mungu hajanijibu maombi, lakini Mungu sio kwamba hajakujibu, moyo wako ndo mbaya. Amina. Position ulioiweka moyo wako ndo mbaya. Amen. Kwa mwezi wa 4 hakikisha position unaiweka moyo wako iwe nzuri. Amen. Na iwe salama. Amina. Kiasi kwamba utakapofungua kinywa chako, Yes, kumuomba Mungu, yes, Mungu akutendee miujiza. Amen. Dada unaitwa nani? Nani unaitwa? Severina. Mungu ananiambia nikwambie, mwezi huu wa 4 ni mwezi wako. Amen. Kuna muujiza ambao ninaona Mungu anauleta kwa maisha yako. Sijajua umeolewa? Hujaolewa? Maana nimeona mwanaume afu naona anakupatia ua. Amen. Nimeona ua la Rose. Rose unamfahamu? Ni rafiki yangu. Ni rafiki yako? Ndio. Subiri. Kuna kitu hapa nataka nitabiri afu nitafsiri kidogo hapa. Amina. Tuishie kuongea? Hapana. Tunafahamiana mimi na wewe? Hapana. Mara yako ngapi kuja hapa? Mara yangu ya kwanza. Mungu ananiambia, ulishawahi kumtumikia Mungu? Ndio. Sogea hapa mbele. Uliwahi kumtumikia Mungu? Ulishawahi kumtumikia Mungu? Usiogope. Simama tu hapo. Ulishawahi kumtumikia Mungu? Ndio. Ulimtumikia kwenye eneo gani? Ama unamtumikia kwenye eneo gani? Kwenye kanisa langu la Kibatista ambalo liko nani Bukoba. Kwenye eneo gani yani? Unamtumikia kwenye mazingira yapi? Kuimba, kufanyeje au unasali tu? Nasali tu, lakini kipindi cha nyuma nilikuwa naimbaga kwa. Ulikuwa naimba? Sasa Mungu ananiambia kwamba kwenye uimbaji wako, ndio. Umenielewa vizuri? Ndio. Mungu ananiambia urudi kwenye nafasi yako ya uimbaji. Mungu ananiambia urudi kwenye nafasi yako. Ninaona hata huyu Rose naye pia ana roho ya uimbaji. Nisikilize kwanza. Lakini wakati naongelea habari za Rose rafiki yako, ninaona Mungu ananionyesha ua, sio Rose tena. Mungu ananionyesha ua kama ua jenyewe. Ninaona Mungu anakupa zawadi, ni kama zawadi ya mume, I don't know, lakini ninachosikia ni kwamba Mungu ananiambia, unanisikia? Ndio. Mungu ananiambia kwamba urudi tena kwenye nafasi yako ya uimbaji, ya utumishi. Kwa sababu ninaona kwenye kumtumikia kwako Mungu kuna muujiza mkubwa na uinua ndani. Ninaona kuna mtu alifanya usaliti kwenye maisha yako. Mungu ananiambia samee. Mungu anauponya moyo wako na anakuinua tena. Na Mungu anaenda fungua maisha yako. Mwezi huu wa 4. Amina. Umesema unaitwa nani? Severina. Ndio. Mwezi huu wa 4 Severina. Mungu ananiambia unaenda kuwa mwezi wako wa historia. Amina. Unaenda kuwa mwezi wako wa shuhuda. Amina. Utashuhudia mengi. Amina. Na utaona mingi. Amina. Mungu atakayokutendea. Amina. Unahitaji kusimama na Mungu. Amina. Umenielewa? Ndio. Unahitaji kusimama na Mungu, smart, simama na Mungu. Ndio. Amua kuweka mambo mengine, mazagazaga mengine pembeni. Ndio. Amua kuwa mtu wa Mungu ndani ya moyo wako. Amina. Ninaona Mungu anakuletea muujiza sio kawaida kwa jina la Yesu aliye hai. Weka makofi mazuri kwa Yesu.
Tumeelewana? Kwa mwezi wa 4 jitahidi sana kwa kadri unavyoweza. Weka moyo wako wote kwa nani? Kwa Mungu. Mtegemee nani? Nimesema pesa uwe nazo usiwe nazo, mtegemee nani? Mungu. Vitu uwe navyo usiwe navyo, mtegemee nani? Mungu. Watu uwe nao usiwe nao, mtegemee nani? Mungu. Kwa ni wale tu wanaomtegemea Mungu ndio watakaoona ushindi. Amina. Nguvu zako huu mwezi ziweke pembeni. Nguvu zako huu mwezi ziweke kando. Na hicho ndicho kinachowaferisha wana wa Mungu. Mungu anataka tumtegemee yeye. Oh yes. Ndio maana ukisoma ile Zekaria 4:6 anasema si kwa uweza wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho, asema Bwana wa majeshi. Amen. Ukisoma Biblia ya Kiingereza inasema it's not by might, you will not succeed by might no baba. Manake hautofanikiwa kwa nguvu zako wala uwezo wako. Manake pale ukiona unajaribu kufanikiwa ukaferi, manake wewe umejaribu kutumia uwezo wako na nguvu zako. Amina. Ukiona mwana wa Mungu kile anachokifanya na feri, ametumia nguvu zake na uwezo wake. Amen. Hajaamua kumtumainia Mungu. Amina. Simanishi kwamba usifanye kazi, simanishi kwamba usifanye biashara, lakini usitumainie hicho unachokifanya. Amen. Fanya, lakini tumaini lako lisiwe pale. Amen. Tumaini lako liko wa Mungu anayebariki vyote na anayeinua wote. Amen. Tumeelewana vizuri? Amina. Sema amina inaeleweka. Amen. Sema tena amina nzuri hapa. Amen. Sema tena amina nzuri hapa. Amen.